Kuna siku ambayo msichana alianguka bila kusukumwa. Hakuteleza, hakujikwaa. Alianguka kwa sababu ya maneno manne tu: huyo mwanaume ni mume wangu. Siku hiyo ilikuwa siku yake ya furaha. Gauni jeupe, maua, mziki, wageni. Lakini ndani ya sekunde chache, furaha iligeuka aibu, ndoto ikageuka maumivu, na harusi ikageuka msiba. Na kuomba usikimbie, kwa sababu kilichotokea siku hiyo kinaweza kukutokea pia. Hadithi inaanza. Jina lake aliitwa Zayara Melin. Zayara alikuwa msichana mpole sana. Hakupenda ugomvi, hakupenda drama. Alikuwa anaamini mapenzi ya kweli yapo, na mwanaume aliyempenda aliitwa Kael Roneth. Kael alikuwa mtulivu, aliongea kwa sauti ya chini, alijua kuchagua maneno mazuri. Alimwambia Zayara mara nyingi, sitakuumiza kamwe. Zayara alimwamini. Walikuwa wamechumbiana kwa miaka mitatu. Miaka mitatu ya ahadi, miaka mitatu ya mipango ya maisha, miaka mitatu ya ndoto za kuwa familia. Siku ya harusi ilipofika, Zayara aliamka mapema sana. Alikaa kitandani kwa dakika kadhaa akitabasamu peke yake. Aligusa gauni lake jeupe lililokuwa limening'inia ukutani. Leo ndiyo siku, alijiambia. Ukumbi ulikuwa mzuri sana. Maua meupe yalipangwa kila kona. Taa za rangi laini zilikuwa zinawaka juu. Wageni walikuwa wanacheka na kupiga picha. Mama yake Zayara alikuwa na machozi ya furaha. Mtoto wangu anaolewa, alisema kwa sauti ya furaha. Mziki wa taratibu ulianza kupigwa. Mlango mkubwa wa ukumbi ukafunguliwa polepole. Zayara akaanza kutembea kuelekea mbele. Alikuwa anang'aa kama mwezi. Kila mtu alimwangalia. Kael alikuwa amesimama mbele, akiwa na suti nyeusi safi, akitabasamu. Zayara alihisi moyo wake unapiga haraka kwa furaha. Lakini kabla hajafika katikati ya ukumbi, ghafla, mlango wa nyuma ulifunguliwa kwa nguvu. Sauti kubwa ikasikika. Kila mtu akageuka. Mwanamke mmoja akaingia haraka. Alikuwa amevaa gauni jekundu kali. Uso wake ulikuwa umejaa machozi. Midomo yake ilikuwa inatetemeka. Alipopiga kelele kwa sauti iliyovunja mziki wote, simamisha harusi hii! Mziki ukakatika. Ukumbi ukawa kimya sana. Unaweza hata kusikia pumzi za watu. Zayara alisimama katikati ya ukumbi. Hakuelewa kinachoendelea. Mwanamke huyo akatembea moja kwa moja mpaka mbele. Akamwangalia Kael. Kisha akamwangalia Zayara. Kwa sauti ya maumivu makubwa akasema, huyo mwanaume ni mume wangu. Maneno hayo yalianguka kama jiwe zito. Zayara alihisi miguu yake inalegea. Alimwangalia Kael. Alisubiri aseme, sio kweli. Lakini Kael alibaki kimya. Uso wake ukabadilika rangi. Hakusema hapana, hakusema ndio, alinyamaza tu. Na kimya chake kilisema kila kitu. Dunia ya Zayara ilisimama. Gauni lake jeupe lilihisi kuwa zito ghafla. Siku ya furaha yake ilianza kugeuka kuwa siku ya aibu. Na hapo ndiyo hadithi ya kweli ilianza. Ukumbi ulikuwa kimya sana. Hakuna aliyeongea, hakuna aliyesogea. Ni kama muda ulikuwa umesimama. Zayara alikuwa bado amesimama katikati ya ukumbi. Mikono yake ilikuwa inatetemeka. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu sana. Alimwangalia Kael. Alisubiri aseme kitu. Alisubiri aseme, huyu mwanamke anadanganya. Lakini Kael hakusema hivyo. Uso wake ulikuwa na jasho. Macho yake yalikuwa chini. Hilo lilimuumiza Zayara zaidi kuliko hata maneno ya yule mwanamke. Mwanamke aliyesema yeye ni mke wa Kael alisogea mbele kidogo. Jina langu ni Larexina Valin, alisema kwa sauti ya maumivu. Na huyu mwanaume tulifunga ndoa miaka 2 iliyopita. Wageni walianza kunong'ona. Miaka 2?
Lakini si Kael alisema hana mke? Hii ina maana gani? Mama yake Zayara alisimama ghafla. Kael, hii ni nini? Aliuliza kwa sauti ya hasira na hofu. Kael alifungua mdomo wake kidogo, lakini maneno hayakutoka. Zayara alishuka taratibu kutoka pale alipokuwa amesimama. Alitembea mpaka alipokuwa Kael. Alisimama mbele yake. Alimwangalia moja kwa moja machoni. Kwa sauti ndogo sana, lakini iliyojaa maumivu, aliuliza, "Ni kweli?" Kael alifumba macho. Hiyo tu ilitosha, lakini bado Zayara alitaka asikie kutoka kwake. "Ni kweli?" aliuliza tena, sasa machozi yakianza kushuka. Kael aliongea kwa sauti ya chini sana. "Zayara, mambo si rahisi kama unavyofikiria." Hayo hayakuwa majibu. Hayo yalikuwa kukimbia ukweli. Larexina alitoa simu yake, akaonyesha picha ya harusi yao. Kael akiwa amevaa suti, Larexina akiwa na gauni jeupe. Tarehe ilikuwa wazi kabisa, miaka 2 iliyopita. Zayara alihisi pumzi yake inakata. Alihisi kama kuta za ukumbi zinamkaribia. Alijaribu kukumbuka kila siku aliyokaa na Kael, kila ahadi, kila safari, kila nakupenda. Zote sasa zilionekana kama uongo. "Kwa nini?" aliuliza. Sauti yake haikuwa ya hasira, ilikuwa ya kuvunjika. Kael alisema, "Ndoa yangu na Larexina iliharibika. Hatukuwa tunaishi kama mume na mke. Nilikuwa nataka kuondoka." "Lakini hukuondoka," Zayara alisema polepole. Hakupiga kelele, hakugombana. Hiyo ndio ilimuumiza zaidi. Aliongea kwa utulivu wa mtu aliyechoka. "Kama uliumia, kwa nini hukuwa mkweli? Kwa nini uliniambia huna mtu?" Kael alikaa kimya tena. Larexina sasa alikuwa analia wazi wazi. "Nilikaa kimya kwa muda mrefu," alisema. "Niliamini atabadilika, lakini niliposikia leo ana harusi, sikuweza kuvumilia." Wageni wengine walianza kutoka nje polepole. Hakuna aliyekuwa na nguvu ya kuendelea kushangilia. Harusi ilikuwa imekufa. Zayara alishika gauni lake kidogo ili lisimzuie kutembea. Alivua pete aliyokuwa amepewa wakati wa uchumba. Aliitazama kwa sekunde chache, kisha akaishika mkononi mwake Kael. "Mimi si wa pili," alisema kwa sauti ya upole. Maneno hayo yalikuwa rahisi, lakini yalikuwa mazito sana. Kael alijaribu kushika mkono wake, lakini Zayara aliurudisha nyuma. Aligeuka na kuanza kutembea. Kila hatua ilikuwa ngumu, kila macho yalikuwa yanamwangalia, lakini hakujali tena. Alipofika mlangoni, alisimama kidogo, hakutazama nyuma. Akasema kwa sauti ya chini, "Leo nilikuja kuwa mke, lakini ninaondoka nikiwa nimejifunza ukweli." Kisha akatoka nje. Upepo wa nje ulikuwa baridi. Alivuta pumzi ndefu, machozi yakaanza kutoka kwa nguvu. Ndoto yake ilikuwa imevunjika mbele ya watu wote, na bado alihisi maumivu makubwa zaidi yalikuwa yanakuja, kwa sababu bado hakujua kila kitu, na ukweli wote hukuweza kuisha. Baada ya ile siku, Ziyara Melin hakutaka kumwona mtu yoyote. Alijifungia chumbani kwake kwa siku 3. Gauni lake la harusi lilikuwa bado kwenye begi. Hakutaka hata kuligusa. Simu yake ilikuwa inaita sana. Marafiki, ndugu, watu wa kazi. Hakujibu hata mmoja. Alikuwa anakaa kitandani akitazama dari, akikumbuka kila kitu. Alikumbuka siku Kael alipomwambia, "Naishi peke yangu, sina mtu." Alikumbuka safari zao, alikumbuka zawadi, alikumbuka mipango yao ya watoto. Kila kumbukumbu sasa iliuma. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na swali moja tu. Je, kweli ile ndoa ilikuwa imekufa kama Kael alivyosema, au alikuwa anaishi maisha mawili? Siku ya 4 jioni, mlango wake uligongwa taratibu. Ziyara hakutaka kufungua, lakini kugonga kuliendelea, polepole, kwa subira. Mwisho akasimama, akafungua mlango. Alisimama pale, Larexina na Valin. Hakuwa amevaa gauni jekundu tena, alikuwa amevaa nguo za kawaida.
Uso wake haukuwa na makeup. Alionekana mchovu. Macho yao yakakutana. Hakuna aliyesema kitu kwa sekunde chache. Kisha Lurexina akasema kwa sauti ya upole, "Tafadhali, naomba dakika chache." Ziara alisita, lakini moyo wake ulimruhusu aingie. Waliketi sebuleni. Kimya kikatawala. Mwisho Lurexina akaanza kuongea. "Sikutaka iwe hivi." Ziara hakujibu. "Sikujua kama atafika hatua ya kukuoa bila kuniambia." Ziara akainua macho yake polepole. "Unamaanisha nini?" Lurexina akavuta pumzi ndefu. "Kyle hakuondoka kwangu. Tulikuwa bado tunaishi pamoja." Maneno hayo yalipiga kama radi. "Unaishi pamoja?" Ziara aliuliza kwa sauti ndogo. "Ndiyo," Lurexina alisema. "Alikuwa anatoka usiku akisema ana kazi, lakini anarudi nyumbani kwangu." Moyo wa Ziara ulianza kupiga kwa nguvu. Sasa picha zilianza kuingia akilini. Simu zisizojibiwa, safari za ghafla, wikiendi alizosema anaenda kikazi. Zote zilikuwa uongo. Lakini bado kulikuwa na kitu. Ziara aliuliza kwa sauti ya kuogopa, "Kwa nini hukumwacha?" Lurexina machozi yakaanza kumtoka. "Kwa sababu ya mtoto." Kimya kikatawala tena. "Mtoto?" Ziara akauliza, macho yake yakitanuka. Lurexina akatikisa kichwa. "Kuna mtoto wa mwaka mmoja. Jina lake ni Kayvan Roneth." Dunia ya Ziara ilihisi kama inazunguka. Mtoto. Hii haikuwa tu ndoa ya zamani, kulikuwa na familia, kulikuwa na maisha halisi. "Aliniambia hana watoto," Ziara alisema kwa sauti iliyovunjika. Lurexina akacheka kidogo kwa uchungu. "Aliniambia pia hana mtu mwingine." Wakakaa kimya tena. Wanawake wawili, wote wameumizwa na mwanaume mmoja. Baada ya muda, Lurexina akatoa kitu kwenye begi lake. Ilikuwa picha. Picha ya Kyle akiwa amebeba mtoto mdogo. Mtoto alikuwa anacheka. Ziara aliitazama picha hiyo kwa muda mrefu. Machozi yakaanza kushuka polepole. Hakuumia kwa sababu Kyle alikuwa na mtoto. Aliumia kwa sababu aliishi kwenye uongo. "Aliniambia atanioa," Lurexina alisema kwa sauti ya chini. Lakini baada ya mtoto kuzaliwa, alianza kubadilika. Ziara sasa alianza kuelewa kitu. Kyle hakusema ukweli kwa yoyote. Alisema maneno mazuri kwa kila mmoja, lakini hakuishi ukweli. Ghafla simu ya Ziara ikaita. Ilikuwa Kyle. Wote wawili waliangalia simu hiyo. Iliendelea kuita. Ziara hakujibu. Dakika chache baadaye ujumbe ukaingia. "Naomba niongee na wewe, tafadhali. Kuna mambo hujui." Ziara alisoma mara mbili. "Kuna mambo hujui." Alihisi baridi kupita mwilini. Aliuliza taratibu, "Kuna nini kingine?" Lurexina alionekana kusita. Kisha akasema polepole, "Kuna deni kubwa." "Deni?" Ziara aliuliza. "Ndiyo, Kyle ana madeni makubwa sana. Alikuwa anakopa pesa kwa watu tofauti." Ziara alikumbuka kitu. Miezi michache iliyopita, Kyle alimwomba amkopeshe pesa kidogo. Alisema ni kwa ajili ya biashara mpya. Alisema atarudisha haraka. Hakuwahi kurudisha. "Anadaiwa pesa nyingi sana," Lurexina alisema, "na watu wanaanza kumtafuta." Moyo wa Ziara ukaanza kuogopa. Je, angeolewa na mwanaume mwenye siri, mtoto na madeni makubwa? Je, maisha yake yangekuwaje? Ghafla kulikuwa na kugongwa mlango. Tena safari hii kugongo kulikuwa kwa nguvu. Wote wawili wakashtuka. Ziara alisimama polepole. Alitembea mpaka mlangoni. Alipofungua, Kyle alikuwa amesimama pale. Uso wake ulikuwa umejaa hofu. Alipoona Lurexina ndani, aliganda. "Ziara, tafadhali, lazima unisikilize," alisema haraka. Lakini kabla hajaendelea, sauti ya gari ilisimama nje. Milango ikafunguliwa kwa nguvu. Hatua nzito zikasikika zikikaribia. Kyle akageuka kuangalia nje. Uso wake ukabadili rangi. Kwa sauti ya chini ya hofu akasema, "Wamenipata." Ziara